Mchakato mwingine, lakini kabla tujaendelea, usisahau kufollow, kusubscribe, kulike ili kuendelea kupata maarifa haya. Hapa tuko tunaangalia mchakato mwingine ambao ni mchakato unaohusisha muungano wa irabu, kwamba hapa katika Kiswahili kuna irabu ambazo zikifuatana au zikiambatana zinaathiriana na kuzalisha irabu tofauti na zile ambazo ziliambatana. Kwa mfano katika Kiswahili tuna irabu a na i kama zitakuwa zimeambatana katika neno, ambapo sasa sharti ianze a na ifuate i na sio i ifuate a. Hapa tunaangalia kama sauti hizi zitaanza na a itafuata i, na lazima ziwe katikati ya consonant. Zinapokuwa katikati ya consonant, hizi sauti zinaathiriana, zinaungana na kutengeneza irabu e, ambapo sasa data zetu zinakuwa kama hizi. Unaweza kupata data kama meno, pengine na mengine. Maneno haya yameundwa kwa mchakato unaojulikana kama muungano wa irabu, kwa maana ya muungano wa a na i kuunda irabu e. Sasa kama tulivyochanganua, umbo la ndani litakuwa ni neno meno litakuwa maino, na umbo la nje ndio litakuja kutamkwa meno. Na kwenye data ya pengine, manake ilikuwa ni paingine ambapo inakuja kutamkwa pengine, na mengine ilikuwa ni maingine na ikaja kutamkwa mengine. Sasa tunaweza tukaona namna sauti hizi zilivyokumbwa na mabadiliko. Mchakato huu ni mwepesi, kwamba utaanza hatua ya kwanza kama hivi nilivyokwisha kuainisha hapa. Hatua ya pili utaangalia sauti ambazo zimekumbwa na mabadiliko. Kama tulivyosema hapa ni muungano, maana yake tutaandika a iliungana na i zikabadilika na kuwa e. Hivi ndivyo inapokuwa, maana yake a inapoungana na i ndipo tunapata e. Na mazingira yake ni mepesi tu. Unasema hizi zilikuwa wapi? Mazingira yake unakuja kutazama hapa ni consonant pamoja na consonant nyingine. Maana yake mazingira yake itakuwa ni kutangulia na consonant na kufuatiwa na consonant. Haya ndio yatakuwa mazingira ya mchakato wetu. Kama nilivyosema, mchakato huu ni mwepesi. Kwa hiyo twende hatua ya 4, ambayo hatua ya 4 inahusisha kutaja aina ya mchakato, ambapo tunasema ni mchakato wa muungano wa irabu. Hatua ya 5 itakuwa ni kuunda kanuni, ambapo kanuni yetu tutachukua hatua ya pili na hatua ya 3 kukamilisha kanuni yetu, ambapo tutakuja kusema kwamba a iliungana na i zikabadilika kuwa e katika mazingira ya kutanguliwa na consonant na kufuatiwa na consonant. Hii ndio kanuni yetu. Na hatua ya 6 tunakwenda kueleza kanuni yetu tunaenda kuandika sifa bainifu za sauti zilizokumbwa na mabadiliko. Kwa tutaanza hapa, tutaweka upande wa a, tutaweka kujumlisha na tutaweka e, ambapo tutaweka sifa zetu bainifu katika mabano mraba haya. Hapa tumeweka kujumlisha kuonesha kwamba sifa hizi ziliungana na sifa hizi zikazaa sifa hizi hapa. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kuweka sifa alafu tuone namna ambavyo inakuwa, na ukamalizia kueleza hapo, na kisha ukafanya data moja inaitwa wezi. Kisha maweza kufanya data hii kwa kuchanganua kwa hatua zote hizi 6, alafu utaturushia kwenye comment kama umeweza au umepata changamoto, ili tuweze kujuzana na kueleweshana kuhusu data hii. Au kama hujaelewa mchakato huu, unaweza comment au ukauliza kupitia comment na tukaweza kukujibu vizuri sana. Hivyo usisahau kusubscribe ili uweze kuendelea kupata maarifa haya. Karibu tena. Asante.